kabisa kuelekezwa kwa waumini. Namba 3, kupingana na kuburuzwa kwa waumini hadharani. Hii tusikizane, ndio la muhimu sana. Mafundisho ya Kikristo hayaruhusu kuburuzana hadharani, hasa kama wewe ni Mkristo umepitia hatua zote 3, umebatizwa, umepata komunio ya kwanza, umepata kipaimara. Hivi vitu lazima utavielewa. Biblia inaelekeza kwamba kama kuna tofauti au malalamiko yashughulikiwe kwa hekima na faragha. Kwa hekima na faragha. Yesu anasema, naomba ninukuu Mathayo 18 mstari wa 15. Ikiwa ndugu yako amekukosea, nenda kamuonyeshe faragani. Aidha anaonya msiwakwaze wadogo hawa kwenye Mathayo 18 mstari wa 6. Kuburuzwa kwa waamini madhabahuni ni kuwakwaza, kuwadhalilisha na kuharibu imani yao ya kiroho. Hoja yetu ya 4, hoja zilizowasilishwa Vatikani hazijajibiwa. Ni muhimu kusisitiza kwamba chanzo cha mjadala huu ni barua halali iliyowasilishwa kwa balozi wa Vatikani nchini Tanzania na waumini wenzetu waliotanguliwa, Stanislaus Nyakungu na Elia Faustini. Nafikiri yote mliona, waandishi wa habari, waumini wenzetu walitangulia, walipeleka barua Vatican, lakini kama ilivyotokea kiongozi wetu wa kiroho akajibu pasipo sisi kupata majibu ya waumini wenzetu waliotanguliza hiyo barua. Kwa hiyo barua hiyo ilikuwa ni ombi la kanisa kuomba tathmini ya uchunguzi juu ya mwenendo wa Padri Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC, anayelalamikiwa kuhusishwa na siasa za chama kimoja cha Chadema. Naomba nikitaje. Tunashangaa kumsikia askofu wetu na wengine wakiacha kujadili maudhui ya barua ile na badala yake kuporomosha matusi, kejeri na dharau. Waumini walioamua kupaza sauti kupigania hadhi ya heshima ya kanisa. Hoja ya 5, zama za viongozi wa dini kutisha na kujiona hawakosei zimepitwa na wakati. Kwa mfano, sisi tupo kwenye maparokia huko, kuna viongozi ambao mapadri wanatuongoza katika parokia zetu, lakini wana vitu wanavifanya sisi waumini tunakaa kimya, lakini zama zimepitwa na wakati. Mimi ndageni mfano, mimi binafsi nipo parokia ya Mtoni, nilipokulia parokia ya Mtoni Takatifu Bakita pale. Sisi tuna ujenzi wa kanisa. Ujenzi wa kanisa tuna michango kama unavyojua waumini wa Roma. Tunachanga, lakini mwisho wa siku hela zinapokuja kuonekana kwenye mahesabu hazipo, nani analaumiwa? Kiongozi wa pale. Lakini waumini wanashindwa kusema kwa sababu tulikuwa tumejengewa hofu hiyo kwamba kiongozi wa dini hakosei. Sasa zama za viongozi wa dini kutisha na kujiona hawakosei zimepitwa. Tunasema kwa uwazi kwamba zama za viongozi wa dini kujiona hawakosei, hawaulizwi na wao ndio dini zimepita. Kanisa la leo linahitaji viongozi wanaosikiliza waumini, wanaoheshimu dhamira zao na wanaotambua kuwa kanisa linajengwa juu ya waumini wote, sio juu ya mtu mmoja au ofisi moja. Naomba nirejee kwenye Biblia. Biblia inahimiza umoja na mshikamano. Ikisema hivyo Biblia inahimiza pia. Ukiangalia Waefeso 4:3, jitahidini kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha imani. Hoja yetu ya 6, padri, askofu na dhana ya kanisa. Naomba nielezee hili. Tunaposema bila kuzunguka maneno, padri si kanisa, askofu si kanisa. Kanisa ni waumini, na waumini ndio sisi, baadhi yao tuko mbele yenu. Kiongozi wa dini anapaswa kuwa muunganishi wa waumini na jamii, si mtengenezaji wa mikanganyiko. Kanisa Katoliki tunaloliabudu linapaswa kuwa kimbilio la wote bila kujali misimamo ya kisiasa, si kumbatio la wachache wanaonekana kuwa karibu na mamlaka. Hoja yetu ya 7, tunasema hivi, imani sio utaifa. Imani sio utaifa. Tunasisitiza pia kwamba sisi tulizaliwa wa Tanzania moja kwa moja. Mimi sijafuata mafundisho kuwa Mtanzania wala sijabatizwa kuwa Mtanzania.
Utanzania wetu ni wa kuzaliwa, wakati huo Ukristo wetu ni wa hiari, mafundisho na kadhalika. Ndio maana sisi tunapozaliwa tunaanza kwanza lazima ubatizwe, ukishabatizwa upate komunio ya kwanza, ukishapata komunio ya kwanza kipaimara, then unakuja kwenye daraja la mwisho la ndoa takatifu. Basi kama upo kwenye ndoa takatifu utaenda kwenye upadirisho. Au ndo madaraja ya makuu mawili ya mwisho, ndoa na upadirisho. Kwa msingi huo hakuna kiongozi wa kanisa aliye na mamlaka ya